kunena au to speak. Hii ni kiunganisho kimoja hapo cha Joomla ambacho kinakuwezesha wewe kuwa na forum katika website yako ya Joomla. Jina langu naitwa Mkata Nyoni. Karibu leo katika mafundisho haya ambapo tutaangalia kwa undani kabisa kunena. Mafundisho haya nimegawanya katika sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni jinsi gani utakaweza kuipata kunena na jinsi gani utakaweza kuisimika kunena, ambapo hapa nitatumia kama muda kachache sana. Ila sehemu kubwa ya leo tutaangalia jinsi gani utakaweza kuitumia hii kunena. Katika sema matumizi ya kunena nayo nimegawanya katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni jinsi gani unaweza kutumia kunena kutokea katika ukurasa wako wa nyuma au kwa Kiingereza inaitwa nini, back end, na jinsi gani unaweza kutumia kunena katika ukurasa wako wa mbele kabisa au kwa Kiingereza inaitwa nini, tunaita front end. Hii ndio back end, hii ndio front end ya kunena na hii ndio back end ya nini, back end ya kunena. Sasa sehemu ya kwanza kabisa umeona, ambapo kabla tujaangalia jinsi gani ukipata, lazima umjue kwamba kunena ni nini. Kunena ni kiendelezo au kiunganisho cha Joomla ambacho kinakuwezesha wewe kuwa na forum katika website yako ya Joomla. Sasa unataka kuuliza kwamba kwa nini nimeamua kuchagua kunena? Kwamba kuna forum extension nyingi sana ambazo zipo za Joomla. Hii ni mfano mmoja hapo kwamba hii ndio directory ya extension za communication ambapo kunena hipo ndani yake. Unaona kuna kunena, kuna sio hapa, kuna Easy Discuss, kuna sio, kuna Agora na kuna Chrono Forums na nyingine nyingi sana. Kwa nini mama kuchagua kunena? Sababu kwa kuchagua kimoja kwa kwanza kwamba ni bure, kwamba hii haiuzwi. Sasa kama ukiangalia kwamba hii Agora Forum yenyewe kama nataka professional inauzwa, ukienda katika Easy Discuss inauzwa, maana ila kunena yao ni bure. Kwa hiyo inawezesha watu wengi sana nini kuitumia bila matatizo. Alafu ya pili kwamba kunena ipo secure na inatumika na watu wengi. Kwa watu wanapotaka msaada kidogo inakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo maana mimi niamua kutumia kunena. Avyo kwamba kutokana na experience zangu, sababu nimetumia sana Easy Discuss na nimetumia sana vivyo nini kunena, na vivyo kwamba mimi tovuti yangu ya kwanza kabisa nilitengeneza kwa kutumia Agora. Kwa hiyo nimetumia Agora, nimetumia kunena, nimetumia Easy Discuss. Katika hizi tatu mimi ambapo nimeona kwamba kunena inakuwa ni namba moja. Kivipi? Kwamba inakuwa namba moja kimsaada, kisupport, inakuwa namba moja kwamba ukiwa ina extension nyingi na nakuwezesha wewe kufanya vitu vingi sana ukitofautisha na hizi nini, ukitofautisha na hizi nyingine. Na kitu kikubwa kunena ambacho nicho kipenda sana kwamba kunena yao inarithi muonekano wa nini wa tovuti yako. Kwa hiyo unakuwa na website na forum ambazo zinakuwa zinalingana sana. Unaweza kuona huko mbele ya safari katika nini, katika template za kunena. Kwa hivyo basi twende moja kwa moja katika kuangalia jinsi gani utakavyoweza kuipata kunena. Kuipata kunena ni rahisi. Unaenda tu katika kunena.org ambao hii ndio website ya kunena, na ukishafika hapa unaenda hapa katika kudownload nini, latest version. Ukishapa katika latest version utakuta kwamba kuna vitu vingi vya kudownload. Hii ya juu hapa ambao hii download kunena forum, hii una download kunena kama component. Na hizi hapa zinazofuatia hapa, hizi una download hizi nini, kuna module na kuna na plugin. Ambao kama ukiangalia hapa kama hii kunena languages, kuna lugha nyingi za kunena, ila bado sasa hivi hatuna ya Kiswahili, ambapo muda si mrefu tutaanza promotion za kutranslate au kutafsiri nini kunena. Na hapo kienda pana kuna search plugin, module, vitu kama hivyo. Kwa sisi leo tutadownload moja kwa moja kunena nini, kunena yenyewe hapa, na tunaenda kuanza kazi yetu kama kawaida. Na umeona hapa nabonyeza download na tenda moja kwa moja imeanza kudownload. Na hapa umeona kuna kunena 3 ambapo hii kwa sasa hivi bado tutaitumia kutokana na hii bado ipo katika nini, ipo katika majaribio. Kunena yangu tayari imesha downloadiwa hapa na imekamilika. Tayari imeshakamilika hapa. Kwa hiyo hatua inayofuatia ninaenda katika extension manager, nina click browse, na mimi hapa ninaanza kudownload nini? Ninaanza kudownload kunena. Nitatafuta kunena wapi lipo, na moja kwa moja kunena yangu kunena ninabonyeza KC kunena, nabonyeza hapa upload and install, na itaanza kudownload na kuinstall. Kwa hiyo utafautisha hatua chache ambazo zitakuguide wewe mwanzo hadi mwisho. Usito install sababu tayari ninayo hapa katika forum. Kwa baada ya kuinstall na kudownload na tumeinstall kunena, hatua inafuatia sasa ambayo nilosema niliahidi jamani kwamba nitatumia muda mwingi sana katika kuelezea kwamba jinsi gani unavyoweza wewe kutumia kunena, kwamba hii ndio front end, back end ya kunena, jinsi gani wewe administrator unavyoweza kuadministrate kunena yako. Kwa kama ukiangalia hapa kwamba imegawanyika katika sehemu kubwa mbili, kuna hii sehemu ya kushoto, hii sehemu ya katikati na hii sehemu ya juu ya nini, ya option, ambapo mimi leo hii nitagusa sana hii sehemu ya nini, ya hapa na hapa, ambapo hizo zote zinafanana. Umeona? Kwa hiyo sababu hii sehemu hii ni kwa ajili ya mambo ya
kwa mambo ya rights kwamba nani anaweza kufanya kitu gani. Kwa hii ndio hii sehemu hapa. Hii sehemu nyingine hatutaiangalia kwa sana. Sasa tukienda katika sehemu ya hii kwa administrative kunenda, tunaenda moja kwa moja katika sehemu ya configuration ambayo hii inakuwezesha kupanga vitu vingi. Sehemu ya category manager inakuwezesha wewe sasa kutengeneza category zako. Umeona hapa? Kuja kuangalia nini inaitwa nani thread, nini inaitwa forum na nini kitu kama hizi. Hizo zote ndio unaweza kuzifanya katika sehemu category. Hii user manager unaweza kuchagua kwa mfano kama hapo ukienda ukiclick hapa labda toleo jipya la Joomla, utakuta kwamba bwana Ayeko yeye ni administrator. Umeona? Sasa wapi ambao unaweza ukachunga nani administrator, nani moderator, yote hapa unaweza ukafanya moja kwa moja katika nini? Katika hapa. Na hapa kwa ukiangalia kwamba hii muonekano wa forum yetu kunena ni mzuri sana. Kwa hii tumefanya kwa kupitia nini? Katika template manager. Emotion manager unaweza kuzidownload kwamba mtu amecheka amenuna. Hii rank manager kama ninavyosema rank na users zinaingiliana kwamba rank unaangalia kwamba unaweza kuangalia kwamba nani ukifikisha point fulani hapa labda unakuwepo katika rank. Tumeona mfano mzuri katika Jamii Forum kule ni mtandao mmoja ambao unatumika sana Tanzania, ambapo kule utaona kwamba ukienda kuna wana rank zao. Umeona? Labda niangalie uende Jamii Forum unahusiwa hapa ni silver member, si nani ni platinum member, si nani ni kitu fulani. Kwa hiyo hizo zote hizi kama hizi unaweza kufanya vile vile katika nini? Hizi hapa hizi JF senior and expert member tunaweza tukazifanya katika nini? Katika website yetu kwa kunena kwa kutumia rank manager. Attachment manager hapo unaweza kuangalia ndani zote ambazo zimekuwa uploaded, ukadelete ambazo unahitaji na vitu kama hivyo. Trash manager unaweza ukamanage nini kimefutwa na vitu kama hivyo. Forum tools unaweza kuwezesha kufanya vitu kibao, na katika general nini statistic kuweza kujua kwamba sasa kuna users wangapi, si nani katuma post ngapi na vitu kama hivyo vote unaweza ukajua hapa. Simona yote unaweza ukajua katika nini? Katika hii kuna nini katika forum yako ya nini? Forum yako ya kunena. Na vile vile kwamba urahisi sehemu nyingine hapa ya hii report configuration setting unaweza ukaseti na ikunena plugin, ukaangalia plugin gani ambazo inafanya kazi, ambapo kama tumeona hizi kuna plugin kibao hapa, kwa zote unaweza ukazibereji katika hii sehemu hapa. Kwa sehemu ya kwanza kabisa ambayo leo mimi nitaanza kuanza nayo ni sehemu nini ya configuration. Hii sehemu configuration inakuwezesha wewe kufanya vitu vingi. Kwa mfano tukianza katika general, hii ndio jina la forum na hapa ni forum. Hii jina forum kivi simona hapa East Africa inatokea hapa East Africa inaendelea. Kutoka hapa mimi andika nini? East Africa nini? Joomla community. East Africa labda hapa niandike Joomla nini? Joomla community. Hii ndio Joomla hapa. Pana labda mshangao na ni moja ni save hapa. Kwa moja kwa moja nikija hapa nikirefresh na tegemea hili jina la hapa lijefanya nini? Lije kubadilika. Hebu niende katika nani? Nile katika mwanzo. Umeona hii imebadilika. Kwa nini hizi hazijabadilika pale? Sababu hizi nyingine zinaenda kuchukua kutokea katika nini? Katika menu. Unaweza kuonesha menu za kunena. Umeona? Kwa hiyo ndio sema unaweza kubadilisha. Hapa labda site yako hapo fly na vitu vingi ambavyo wewe mwenyewe unaweza kufanya nini ukaviseti. Hii kuna mambo unaweza ukaseti hapa muda. Labda mtu post hapa ionyeshe muda hapo nataka format gani ionyeshe na vitu vingi ambavyo wewe unaweza kufanya nini? Unaweza ukaseti hapo nataka hiyo inaonekana ile picha, avatars ukubwa wa picha, security unaweza ukaseti. Hapo unaweza ukaseti kwamba labda mtu ambapo hajakuwa kuna baadhi ya muda utakaba mtu sio lazima awe member hawezi kutuma. Kwa zote unaweza ukaziseti moja kwa moja katika hii sehemu ya nini? Hii sehemu hapa ya security. Simona hapa allow nini guest to see user list, allow guest to post all right. Nikisema hapa yes kimisi kwamba watu wanaweza kufanya nini wakawa wanakubaliwa kutuma. Ila wewe unaweza ukaanza approve kabla ya kutokea. Kwa hii sehemu hapa ya avatar unaweza ukaseti hapa kwamba ukubwa avatar. So kunena yenyewe inachokuja inakuwa na gallery, yani kwamba kuna picha nyingi ambazo tayari zenyewe zipo ndani, au wewe unaweza ukaziupload picha zako ambapo ukaziweka mule watu wakawa wanachagua, au kama utaki sababu mimi naona hii hapa itakuwa inalipa mimi kazi kwamba nime disable ile kwamba nime enable kwamba watu wenyewe wao wanaweza fanya nini, wao wanaweza wakatuma kunena ni waka upload images zao zikawa kama avatar. Ile hapa nime limit kwamba mtu aweze kuupload zaidi ya asilimia ngapi? Zaidi ya megabyte 2. Na vile vile nimesema kwamba ni nini, kwamba hizi zitakavyokuwa zinaonekanika quality yake
ubora iwe ni asilimia ngapi? Asilimia 75. Hii yote katika kuhifadhi nini? Resources. Na kitu cha msingi hapa kwamba lazima uwe makini kwamba hautaki wewe lazima weke kwamba mtu anaweza kuupload labda GIF, PNG na vitu kama hivyo, ambapo hapa ndo vimefanya nini? Vimekubaliwa hapa. Hizi legal memo hizi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya images ambapo mtu anaweza kufanya nini? Anaweza aka download. Na hapa unaweza ka set hapa kwamba ukubwa maximum image width. Kumbuka kwamba unapo set hapa usiweke isiwe zaidi na nini ya default width ya nini ya template yako. So template yako labda ina 900, wewe unakuja kuseti hapa shingapi? Unaweza kuseti hapa 1000. It means kwamba itakuwa inatoka nje ya nini? Nje ya template. Na kitu kingine kwamba kuna hizi na nini thumbnail ambazo zitakuwa zinatokea endapo mtu amefanya nini? Upload. Unaweza kuona jinsi gani itakavyotokea vitu kama hivyo. Na hii maximum nini? File size. Kumbuka kuna file size na image size. File size na avatar size. Avatar size ni kapicha kinachotokea cha mtu katika profile yake. Hii image size ni picha ambazo mtu anaweza kana upload katika nini? Katika file ndani. Labda kuna kitu kama hiki hapa. Labda nikuonesha hapa. Nitumie Joomla. No, so hapa. Nadhani ni hii. Hapa mimi ni login Nyoni M. Nimesahau nadhani. SB nichukue password sababu password hapa ni balaa. Nimesahau. Subiri nitafute password afu nikija hapa nije kukuonesha hapa inakuwa vipi. Nimekumbuka password yangu sababu password yangu waga nindazihifadhi hapa. Sasa ika text hapo na password kibao, nikaona watu wasije wakaanza kunifanya nini? Wakaanza kunidokorea password yangu. Sasa ukija hapa moja kwa moja, labda niende hapa nitumie Joomla 2 au Joomla 3 hapa. Nadhani sijaweka hapa. Je, nitumie Joomla ngapi kwa ambapo umekwisha soma? Kuna nadifa ndayo nikuonesha kwamba picha ni ambayo niweka na hapa. Tafakari wewe mwenyewe kwamba hapa nikopo ninaelezea. Umeona? Sasa hii ni attachment ambayo nimeiweka hapa. Sasa hii attachment ndio unaweza kuja kuseti hapa, ndo size nini? Hii ndio unaweza kuseti hapa size yake, ambapo ili nini? Hii attachment. Na hii sehemu hii ni ranking. Je, unataka itokee ranking? Unataka kuonyesha jinsi gani kuseti hizo ranking, unataka kuonyesha image, hizi BB code, unataka zitokee pale, RSS na vitu vingine vingi ambavyo wewe mwenyewe sasa utakuwa unavisoma. Vingi sana vipo vinafanya nini? Vinajieleza yenyewe, na kama uelewi hapa inakuwa inafanya nini na kuelezea huko maelekezo yake. Kwa hiyo ndio sehemu ya nini? Global configuration. Tukaenda sehemu nyingine ambayo katika category manager. Sasa category manager kuna aina mbili ambazo unatakiwa ufahamu. Kuna sehemu ya kwanza kuna nini? Top category, top level, na sehemu ya pili ni category. Sasa ukija katika hii sehemu ikiwa itakuwa ni empty, utaka kutengeneza, unakuja hapa moja kwa moja unabonyeza hapa new. Ushabonyeza pale new, moja kwa moja itatokea hapa ka box ambacho wewe kinakuwezesha ifanya nini? Kanakuwezesha kutengeneza new category. Sasa hapa pana cha pili. Kama yao ikiwa ni ya kwanza kabisa top category, ukiandika top level inamaanisha kwamba yao labda tu ni mwanzo kabisa. Tukirudi mwanzo kwamba top level ni hii main forum ni top level, extending Joomla ni top level. Hapa nini? Other forum ni nini? Ni top level. Kwa hii ni sehemu ya top level. Na ukichagua hii kama ndani, labda kwa mfano hapa mimi top level wangu nikaandika hapa labda majaribio. Nikaja hapa nini? Hii hapa alas hii unaweza ukaiacha, maana yake itachukua ya hapa. Hapa unachagua nini? Unachagua publish. Hii same description hapa. Kama unataka wewe katika nini majaribio yako kuwe na description. Mbona hii description ndio inayokuja inatokea wapi? Hii ndio inavyokuja inatokea wapi? Inatokea pale. Na hii category header inatokea kwamba mtu akibonyeza ile category, kitakapotokea hapa maneno yanamuelezea mweleza kuhusu hiyo category, ndio hiyo katika nini? Katika hiyo header. Na hapa katika suffix, kwa hivyo kama labda unataka hiyo category yako iwe na style nyingine, kwa unaweza hapa ukaweka nini? Suffix, alafu ukaenda kufanyia nini? Kuifanyia CSS yako. Hii permission, unataka hiyo category nani awe nini? Nani awe na hiyo category? Labda unataka hiyo category hiyo kwa nini registered user tu. Utaona kama categories nyingi wanasema kwamba member tu ndio wanatakiwa fanya nini? Wao na access. Au special group, unaweza ukaja kuset hapa special group ni akina nani ambao unataka fanya nini? Kuset labda moderator na watu wengine tu ambao unatakiwa wao na access. Sasa watu ambao wamefikisha level fulani ndio unakuja kufanya nini? Unakuja kuseti hapa. Unaweza hapa kujisu nini? Special user group. Na hapa vivi unaweza ukachagua hapa
Kwa maana uka create user group katika nini, katika Joomla backend, na watu wote ambao wamefikisha level fulani ukaweka kule kwa hapa moja kwa moja ukaja kuweka labda nataka kama hii iwe kwa ajili ya nani, kwa ajili ya author, au hiyo kwa ajili ya nini, ya editors na kitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi ninatumia access level kwa ajili ya nini, ya watu wa nini, ya watu wa kawaida. Hapa katika setting unasema je, hii iwe locked, maana yake kwamba hii ikiwa lock mtu hawezi kutuma mtu yote, kwamba wewe peke yako administrator na watu wengine kwa ajili labda administrator na moderator unataka ku review post kabla hazijatokea, labda hii category inakuwa ni very sensitive. Hii inatumika sana kwa mfano kama unataka kufanya hii category iwe ni applied kwa guest, yani guest, yani anonymous sending. Unaweza kama mtu wote anaweza kufanya nini, anaweza katuma hapa, so lazima awe member. Kwa hiyo tunashauri sana uje kutumia hapa kwamba mtu wote anaweza katuma, ila lazima iwe approved kabla afanya nini, kabla haijatokea. Na hii sehemu nyingine kwamba mtu akireply ana reply kama ni anonymous au kama na nini na vitu kama hivyo, na unaweza ukaapply nini ukaruhusu watu kupiga kura na vitu kama hivyo. Na hii katika moderation ukishaweka moderator unaweza kuambia nani awe ana moderate hii forum. So kama ukiangalia katika baadhi ya forum unaona kwamba forum hii fulani ambao unaweza wanakuwa ni moderator. Kwa hao unaweza ukaja kufanya nini, kuwaseti hapa. Kwa hiyo ndio sehemu nikimaliza hapa na bonyeza nini save and close, na hii moja kwa moja itakuwa imeshafanya nini, imesha kuepo. Kwa kama hapa nikija nikicheck all na tarejea, umeona majaribio. Na nikija hapa katika front end nikirefresh hapa, na tegemea forum yangu itakuwa ile nini majaribio imetokea. Umeona hii imetokea, hakuna hapa title kutokana na date kwamba sijaweka pale. Sasa nataka kuweka na nini ndani yake hapa, forum ndani yake. Sasa naweka category ndani yake katika hiyo main, hiyo katika main category. Kwa hiyo nakuja moja kwa moja ninaweka hapa, ninaandika hapa ni nini majaribio category, ninaweka inakuwa publish. Hapa ninachagua sasa iwe ndani ya nini, iwe ndani ya majaribio. Moderation zote ninaziacha sawa, ukibonyeza ninabonyeza save and nini, save and new. Sasa nataka kutengeneza nyingine, umeona. So baada hapo nikija hapa nikirefresh, maana yake itafanya nini, hapa itatokea ile majaribio. Umeona imetokea ndani ya majaribio category. Sasa kama ukiangalia hapa pana hii category, hizi ni sub category. Umeona hii ni top level, hii top category, hii ni category, hii ni sub category. Ninataka hapa kuweka sub category, kwa moja ninakuja kutengeneza hii nyingine, ninakuja fanya nini, hii majaribio 2 ninaweka hii hapa, naweka publish, ninaweka iwe ndani ya nini category hii hapo. Kwa maana hiki itatokea sub category. Kwa kunena na kuanzisha kuwa category juu ya category juu ya category juu ya sub category, yaani wabaza kuwa zinafanya nini, zinakuwa zinafanana katika mtindo huo. Wasema kazi na dawa. Tuna hii Joomla East Africa. Kwa hiyo tunakushauri vivi kwamba uende moja kwa moja katika Joomla East Africa na ukajiunga, na utaweza kupata makala mbalimbali ambazo zinaendelea katika hii Joomla East Africa yetu. Sasa tumeangalia hapa, umeona hii majaribio category imekuwa ni sub forum. Sasa moja kwa moja ninaenda mimi, kwa kuwa sizitaki nizichague hizi zote hapa, na nakuja hapa ninafanya nini, ninazidelete. Unaweza ukazi unpublish au kazi edit. Kwa mimi ninazidelete moja zifanya nini, zimekuwa zimeondoka. Kwa hiyo ndio sehemu ambapo unaweza ukatengeneza nini, ukatengeneza category. Unaenda katika category manager. Sehemu nyingine ambayo unaweza muhimu ni nini, ni ya user manager. Unaweza kufanya nini, kwamba hawa ni users wetu ambao wapo sasa hivi. Kwa unaweza ukabonyeza users, ukibonyeza users ukaweza kubadilisha details zake zote ambazo users anaanza. Kwa mfano kama huyu user anaweza tukamfanya nini, huyu hapa user unaweza kuangalia avatar yake. Kama uitaki unaweza ukaidelete hapa, ukabonyeza delete, ukisave and close inaondolewa. Basic setting, huyu hapa unataka awe nani, huyu ni awe administrator. Sasa kwa kitu kimoja cha msingi ambacho kuangalia kwamba kunena mara nyingi sana inaangalia jumla. Kwa hiyo kama users akiwa administrator katika jumla, kwa kunenda moja kwa moja inamchukua yeye kama nani, kama administrator. Ila kama user alikopo ni registered katika Joomla, kunena haina uwezo ya kufanya yeye administrator. Kwa inabidi wewe unaufanya hapa awe administrator. Kwa hiyo kwamba kuna vitu vingi cha msingi cha kuzingatia, kwamba user yote ambaye ni administrator katika Joomla anakuwa automatic administrator katika kunena. Ila user ambayo si administrator katika Joomla, wewe ukamfanya administrator hapa katika kunena,
hatakuwa administrator katika nini, katika Joomla. Kwa hiyo ndio kitu cha msingi cha wewe kuzingatia. Kunena hapa moderation, unaweza kampanya, je, huyu moderator? Yes, kumbuka kwamba administrator anakuwa ni nini, ni super moderator. Yani kwamba as long wewe ni global administrator, utakuwa administrator wa kila nini, wa kila sehemu. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa global administrator, unaweza ngavaja awe yes au administrator. Kwa hiyo kuna kitu kingine cha msingi ambao sasa hapa kinachanganya sana. Umeona? Unawezekana wewe kwa administrator ila sio moderator. Administrator so moderator. So moderator inakuwa ni nini, kwamba moderator labda kuna kwa administration task ambazo wewe unakuwa unataka watu wao wanafanya, labda makala yote kituma katika hili group awe anatumiwa administrator. Kwa wewe ukiwa moderator, usipokuwa moderator ila ni administrator, kuna uwezekano sio unapata zile email. Kwa hiyo maana hapa tumesema ni nini, kuna lazima uchague nini, je atakuwa ni administrator. Na unaweza ukachagua nataka labda bwana fulani, bwana Yeko yeye awe tu administrator labda katika Joomla event. Kwa moja unamchagua hapa. Au nataka tu awe katika nini, katika plugin. Kwa yeye atakuwa moja tu katika nini, katika plugin. Na kule front end itakuwa inaonesha bwana fulani ni administrator katika nini, katika hii nani yetu. Na hapa katika administrator, sumana hapa administrator Joomla, mbona huyu amekuwa subscribe katika Joomla kama administrator. Unaweza kuangalia topic alizokuwa subscribe. Hizi ni topic ambazo bwana Yeko yeye ametuma. Joomla moja kwa moja anachofanya sasa, tumeona kule katika subscription kwamba wewe ukituma topic yoyote unakuwa subscribe moja kwa moja. Ila hiyo unaweza ukaibadilisha kwa kwenda katika nini, global configuration. Ila ni kitu kizuri, kwa sidhani kama wewe utataka fanya nini, utataka kukibadilisha. Baada ya hapo tunaenda moja kwa moja katika template manager. Template manager ni sema hapo wewe unaweza kubadilisha muonekano wa nini, wa template yetu. Joomla yenyewe kija mara kwanza inakuja na muonekano kama huu hapa, ambapo ukienda hapa moja kwa moja katika Joomla hapa, labda nikirefresh, umeona hii ndio sehemu ambapo hii Joomla inaonekanika kama hivi. Hii kunena itaonekanika kama hivi ikija mara ya kwanza. Kwa hiyo basi ili uweze kupata muonekano mzuri wa kunena, inabidi uende ukatafute nini, template nzuri za kunena, ambapo inabidi uende katika Google, kuna hii inaitwa nini, kunena, una Google hapa kunena template, utapata template nyingi sana za kunena. Mbona hao jamaa wanatengeneza template ambazo zote zinauzwa, na kuna Joomla Forest hao wanatengeneza template za kunena ambazo ni nyingi ni free, ama hata hii tunatumia sisi tuipata kwa hao jamaa wa nini, wa Joomla Forest. Kwa unaweza ukaenda hapa ukadownload hapa, katika download hapa ukaenda ukadownload ile kunena template ambao template ya Joomla ile ndani yake na nini, ina template ya nini, ina template ya kunena. Kumbuka kwamba template ya kunena na Joomla hazendani, kwamba kunena inakuwa ni template kwa ajili tu ya ile kiunganishi cha kunena. Hii si template kwa ajili ya nini, kwa ajili ya Joomla. Hawa ni wanaitwa nini, Joomla kunena template. Kwa hiyo unaweza kwenda huko vile ukafanya nini, ukadownload hizo template unayotaka, ukanunua, na baada hapo ndio kuonyesha jinsi gani sasa kuja kuinstall kunena yako. Utaka kwenda kunena template, moja kwa moja unaenda hapa katika nini, katika add. Ukishakuja katika add hapa, moja kwa moja unachagua hapa nini, una browse file yako, unachagua pale unapolitaka, unabonyeza nini, upload and nini, file and install, lita upload moja kwa moja. Kumbuka hatutumii hapa, tunatumia katika nini, unaenda katika kunena, alafu unaenda katika nini, template manager. Ukishaenda katika template manager unachagua template yako, unabonyeza add na unaendelea kama kawaida. Baada hapo itakuwa kama hivi. Mimi ukishamaliza unakuja tu hapa unakabonyeza hapa kanyota, moja kwa moja unaifanya JF Corporate, inakuwa ndio nini, inakuwa ndio default template yako ya kunena, na utakuta kwamba kunena imebadilika. Ila sema kwa vitu fulani baada ya kumaliza hapo unaweza ukaweka nini, unahitaji kufanyia changes. Unaweza ukabonyeza kunena yenyewe, hii template yenyewe ya kunena. Kuna hizi sehemu ambazo za kwanza kuonesha rangi na vitu kama hivyo, kama hapa hizi headers. Kwa mfano vizuri unakuwa unafahamu, unakuja hapo na copy, unakuja katika nini, katika PDF yako unabadilisha hapa vitu kama hivyo. Umeona ile, umeona hii ndio rangi hapa. Kuna labda nataka pale ibadilishe rangi fulani, una copy, unakuja unabadilisha, na moja kwa moja kunena yako itakuwa fani inabadilika. Ile kitu cha msingi ni hapa kwamba lazima hapa we enable kwamba kunena hii hapa inakuwa zionekane vizuri. Nadhani kuna nani na kwenda miss hapa, muone domani lugha za kwanza zinaonekana vizuri kwamba hii inabidi, hebu niende kunena template. So hizo zote zinafanana katika template zote, labda hii original kunena ambayo inakuwa hii lugha inazo
Umeona hapa wana nini wanaita nini blend with nini Joomla template. Hii maana yake ni nini? Kwamba katika website yako kuna hizi kitu kama linki, kuna vitu kama hivi vyote hizi. Umeona ungependa kwamba yani mtu asiwe anabadilika kwamba huko unatumia linki za blue, ukija huko unatumia linki za njano. Unataka kwamba website yako iwe na nini? Ina uhusiano, zinalingana. Kwa hiyo vile vyote unaweza ukavifanya kwa kufanya nini? Kwa kuchagua hapa. Hizi ndo rangi ambazo wewe unaweza kufanya nini? Unaweza ukaseti profile itokee wapi. Kwa kama ukiangalia sasa hivi katika makala yetu haya, ukifungua makala yoyote kwamba tafakari labda makala kama hii, ukifungua makala kama hii utakuta kwamba umeona nani yako inatokea huku, umeona mtu anakaa afu huku ndio inatokea nini, huku ndio habari. Unaweza kubadilisha labda iwe top, iwe wapi, iwe right, vivyo unavyotaka. Profile position hii ndio unakuwa fanya una image pale. Kwa hiyo ndio sema nini katika template manager. Na kama utaki hiyo template una moja unaichagua, unabonyeza nini uninstall, basi moja kwa moja ile template yako itaondolewa katika nini katika Joomla default. Baada hapo emotion manager ni vitu ambavyo kwa kama hapa mimi ninataka nini ninataka so quick reply inakuwa ni hii. Labda hapa nataka ubonyeza reply, na bonyeza reply hapa nataka kunaisoma na hizi ndo emotion hizi hapa. Hizo ndo emotion nini emotion manager. Kwa zote unaweza kama emotion za sasa hivi ama uzipo hizi hapa, kama wewe umezipata somewhere unaweza ukachoose hapa, ukazi download, ukazi upload. Baada ya kuupload watu wanaweza fanya nini wakawa wanazitumia hapa. Labda unataka zile ambazo zina move zile ambazo muda amekaa amenuna vitu kama hivyo. Kwa zote hizo utakuja fanya nini utakuja utazipata hapa. Kumbuka hizi ndo zinakuwa zinaonyesha sasa nani terms zake zinakuwa vipi hapo. Na sehemu nyingine ya muhimu ni hii sehemu ya rank. Tukienda katika rank kuna vitu viwili ambavyo inabidi uzingatie. Kunena yenyewe kija inakuja na nini na rank zake ambapo kama unavyoziona hapo. Hizo ndio default za nini za kunena. Ila wewe kama administrator unaweza ukaupload wewe zako mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kufanya kwamba unaweza ukaupload nani image yako ambayo utakuja kuitumia katika kuassign rank zako. Kwa hiyo procedure kwamba una upload image ama uende katika nini kunena ranks nini image folder. Baada ya hapa unakuja hapa moja kwa moja katika nini new ranks. Ila kumbuka kwamba kabla hujafanya hivyo lazima ukae chini uandike kwamba point fulani hii atakuwa rank fulani, point fulani atakuwa rank fulani, point fulani atakuwa rank fulani. Ukishaandika vizuri katika mnyumbulisho wako ule ndio unakuja hapa sasa unaanza fanya nini unaanza ku set up hizo nini hizo ranks. Kwamba hapa cha kwanza ni nini rank title labda ni nini nasema ni nini kwamba niseme labda Kilimanjaro. Umeona hii ndio Kilimanjaro. Hapa unachagua image. Kwa kama tayari kule ulisha upload image yako, basi hapa image yako utakuja kuiona jina la image. Ila kumbuka wewe unakumbuka nini? Unakumbuka jina la ile nini? Jina la ile image yako. Baada ya hapo hii hapa utakuta nini ni picha ya ile nini. Ukichagua hapa tu inaonyesha kwamba hii ndio itakuwa inakuwa na display katika nini katika kila forum. Kwa mfano mzuri labda nirudi Simona hii hapa inaonyesha picha hapa. Kwa hii ndio jina administrator. Hii ndio nini? Hii ndio picha. Kwa hii zote ndio zina ambazo unakuja kuset wapi? Hii ndio jina, hii ndio picha yako. Hii sasa post ambazo mtu akifikia anakuwa anabadilika. Kwa mfano labda unaweza kusema, nikuonyesha katika Jamii Forum. Nilisema kwamba hii hapa ni JF senior member, si wana nini junior, si wana platinum, wana nini. Hizo zote hizo unaweza ukazifanyia, ukaweza ukaziseti kwa kuja wapi? Ukakuja hapa. Ukasema 0 mtu yote. Umeona? Si 1 hadi 20 una link fulani. Kwa hiyo jinsi linavyokwenda. Na sasa kwa kitu kimoja ambacho hapa una e-special. Labda wewe unataka hizi huo unazifanya nini? Unazifanya manually. Kwamba kuna baadhi ya rank kwa mfano kama administrator, submoderator, nani kwamba kwa hiyo basi rank kama hizi haziwi haziupdate zenyewe automatic. Kwa mfano ukisema kwamba mtu akifikisha point 20 anakuwa ni nini administrator. Anakuwa labda ni silver. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii itakuwa inaupdate yenyewe automatic. Ila labda usema mtu fulani labda ni moderator, au masababu tutafuta moderator East Africa, labda bwana C6 ni moderator katika sehemu ya security. Umeona? Kwa hiyo tunasema kwamba katika Joomla security, kwa yeye atakuwa ana moderate nini katika makala zote zinazoenda kwa nani ya security. Umeona? Kwa huyu inabidi kwamba hapa tuassign nini labda Joomla security.
Kwa hiyo atamoderate nini katika sema security, afu baada hapo tutamuassign manually. Kwa hiyo special rank zote zinakuwa assigned manually. Non special rank zote zinakuwa assigned automatic. Hiyo point ya leo unote. Baada hapo una click save and close na moja kwa moja zifanya nini, zimeweka. Ila kumbuka baada hapo ukishamaliza hii unabidi urudi, kama ilikopo ni special, ile ilikuwa ni moderator, unakuja hapa bwana Ayeko, unabonyeza bwana Ayeko pale, unakuja unakuja nani katika settings zako, moderation yako, uja kumchagulia hapa. Ukishamweka pale kwa moja yeye atakuwa katika nini, katika hiyo rank yako unayoifahamu. Kwa hiyo ndio vitu vya msingi ambavyo wewe unatakiwa kufanya nini, unatakiwa kuzingatia katika nini, katika rank. Ukienda sehemu nyingine kuna attachment manager, ambapo hapa unaweza kuona attachment zote ambazo zipo kwa nini tayari watu wamesha upload, unaweza ukazidelete ambazo zitaki na vitu nini na vitu kama hivyo. Na sehemu nyingine trash manager, unaweza kaangalia na ni zote ambazo zimekuwa deleted, zile attachment, zile message na vitu kama hivyo zote. Topic unaweza hapa ukafanya nini, uka restore, labda ulidelete automatic, ulidelete kwa makosa au kujua. Umeona, kumbuka unaweza kudelete katika front end au kuonesha, ila kwamba katika back end unaweza kufanya nini, unaweza uka restore hizi nini topic zako. Na kitu kingine kwamba hii sema nini forum tools. Hii forum tools inakuwezesha wewe sasa kufanya vitu vingi, kwamba kitu cha kwanza umeona kuna sehemu ya ID ya prune category ambazo zatumiki, synchronize user, una IDs prefix na vitu kama hivi, kwamba synchronize user kwamba unaweza ukafanya kwamba kwa sign kwamba kwa sababu Joomla inawezekana kipindi mwanzoni kuna users ambao tayari mtu ameregister hii katika forum bado haijamtambua. Kwa hiyo unaweza kufanya nini, ukaauthorize. Kwa ukisha synchronize kwamba unachukua kwamba Joomla database na kunena database ziwe tofauti nini, ziwe zinalingana. Kuprune ni unaondoa zile category ambazo labda zipo inactive au zitaki na vitu kama hivyo. Hapa recount statistics ndio zile kwamba statistics ndio vile kwamba inachofanya ina update statistics za nini, za kunena. Hii sehemu ya menu manager hii ni mpya katika kunena 2.5. Wale wanatumia 1.5 hii hawezi kufanya nini, hii hawezi ikawepo kwa sababu kunena inakuja na menu yake. Nitakuonesha kwamba jinsi gani unaweza kuadministrate. Kwa hiyo labda kwa makosa ulifuta, kwa unaweza kuja hapa ukafanya nini, ukarestore kunena menu, itarudisha kama ilivyokuwa mwanzoni. Na sehemu nyingine tunaenda katika nini, general statistics, kama tunaonesha kwamba inakuonesha kuweza kujua kwamba sasa hivi kuna replies ngapi, kuna members wangapi, topic zote na vitu vyote hivyo unaweza ukavipata katika nini, katika forum statistics, kuweza kujua nani ni active na vitu kama hivyo. Na sehemu nyingine kwa nini report configuration, hii kwa ajili ya kuwapa nani kunena, umeona, hii kusaidia kuimprove kunena, unaweza ukafanya kisehemu kama hii hapa, umeona. Na baada ya kuchagua zote utakaenda na mwisho, umeona hapa sio nisema kuna nini tena, sio nisema kutumba, select all, ukakopi na ukaenda fanya nini, uka paste hapa, paste this content in your post when requesting nini to help supporting forum. Kaso kuna baadhi muda kwamba kunena unakuwa unataka nani, ukienda katika forum labda, ukishaenda hapa katika forum unakuwa forum kunena unataka labda msaada. Unapotaka msaada lazima uambie kwamba unatumia website gani, yani website yako unatumia template gani, Joomla gani, na information nyingi ambazo wewe unafanya nini wao wanahitaji ili kuweza kukusaidia wewe. Simona hapa hizi zote information ambazo wao zinaweza kuwasaidia katika kukusaidia wewe, zinawasaidia wao katika kukusaidia wewe, yani unaleta ni msaada juu ya nini, ya msaada. Tapata maji kidogo. Wanasema maji ni uhai. Sehemu nyingine ambayo tunaita nini, kunena plugin. Hii inakuwezesha kujua plugin gani za kunena ambazo wewe umeinstall, zipi zimekuwa enabled na zipi ambazo hazipo enabled. For kama ukiangalia kuna hii kunena Gravitar integration. Kwa hivyo kama unataka kutumia Gravitar katika nini, katika image. Ila sisi hapa tunataka watu wao wana-upload nini, wana-upload image zao zenyewe. Nadhani Gravitar, mnafahamu Gravitar ni nini. Kama ufahamu unaweza ka Google Gravitar ukapata. Sasa baada ya kuangalia
sehemu nyingi za kunena, sababu tumeangalia kwamba kwanza configuration, kwanza forum management, kwanza rank management, trash, kila kitu. Kwa sasa hivi utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuadministrate nini kunena wako katika ukurasa nini from ukurasa wa nyuma. Sasa katika ukurasa wa mbele tuangalie wewe kama administrator vitu gani ambavyo unaweza kufanya. Cha kwanza unatakiwa kwamba ulogin kama administrator. Ukisha login, ukienda katika topic yoyote ambayo wewe unataka kuadministrate, kwamba kuna hivi vitu vinafanya nini vinajitokeza hapa. Kwa hiyo kwa mfano hii topic nataka nifanye nini, ni lock, sitaki watu waendelee kuchangia, unabonyeza hapa lock. Nataka kuidelete topic, unaweza kubonyeza hapa delete, moja topic inafanya nini, itakuwa deleted. Ili itakuuliza, je, are you sure unataka kufanya nini kuidelete topic, unabonyeza hapa nini delete. Unaweza ukafanya nini ukarestore hapa, itarudisha nini kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo ni sehemu ya nini, sehemu ya kudelete. Unaweza ukafanya hii favorite kwamba wewe umeipenda hii topic. Unaweza sasa kuna hii sehemu ya stick. Ili sema stick kwamba unataka forum yako, nani kuna mmoja niliweka stick. Hebu niende katika forum, niliona katika showcase nadhani. Umeona ukienda hapa katika showcase, ukienda katika ile category ya nini ya showcase, umeona hii hapa ina nani mbili, ina stick na vile vile ina nini, na vile vile ina kufuri. Maana yake kwamba mtu, yani watu wanasoma tu, mtu hawezi kuchangia, na vile vile mtu hawezi kufanya nini, mtu hawezi kuedit wala kureply. Kwa nini hapo umetokea reply? Kutokana na mimi ni moderator, mimi ni administrator. Kwa administrator peke yake ndio watakuwa na uwezo wa kureply katika nini, katika closed, katika nini wanaita locked topic. Kwa topic yote ikiwa locked, ni administrator peke yake ambaye tutakuwa fanya nini, atakuwa na uwezo wa kureply. Topic ikiwa pinned hapa, umeona, ikiwa tumesema sticky, umeona topic ikiwa sticky inamaanisha kwamba ni administrator na mtu mwingine wote wanaweza kuapply, ila ile topic itaendelea kuwa nini, itaendelea kuwa juu kwa nini ya topic nyingine. Umeona kama hapa hii imekuwa juu, hii imekuja nini, hii imekuja chini. Umeona? Kwa hiyo ndo katika hii sehemu ya nini ya management ya nini ya topic. Kwa hiyo sasa kuna kitu kimoja cha msingi. Kwa sababu hapa hii topic ilitumwa same sio. Kwa unaweza kubonyeza hapa moderate, ushabonyeza hapa moderate, ukabadilisha hapa icon, unataka hapa icon ibadilike kwa sababu nimeweka hapa, ukataka vivyo move upeleke katika category nyingine. Labda mtu alituma nani sio, kwa pamoja unapeleka katika category unayotaka, na hapa unachagua sasa hii target category, target topic. Unataka nani topic iwe topic gani? Umeona, unaweza ukamanually ukaandika nini topic ID, ukabadilisha hii topic ID tofauti. Umeona, ukaset topic for nani, ukabadilisha jina la topic na vitu kama hivyo. Kwa vyote unaweza kuvifanya kupitia katika nini, katika hii sema nini ya moderate topic. Na sehemu nyingine subscribe, unaweza ukasubscribe, na unaweza hapa uka-unstick, unaweza ukakoti, ukafanya vitu vingi ambavyo wewe administrator na vile kama users wote wanaweza fanya nini, wote wanaweza wakavifanya bila ya matatizo. Sasa kuna kitu kimoja ambacho umekiona hapa, kitu cha menu. Hii menu kunena inakwenda menu yake. Kwa hiyo majiki sana menu ya unapo assign nani yoyote, lazima uhakikishe vivyo umeassign katika nini, katika kunena menu. Kunena menu unapatikanika ukienda katika menus, unaona kuna kunena menu. Ukibonyeza kunena menu unaweza ukaziona nini menu zote za kunena ambazo utakuja kumoderate kama unavyo administrate kama unavyotaka. Kitu cha msingi kuangalia kwamba katika access kuna baadhi ni kwa ajili ya nini, kwa ajili ya registered user tu, mtu atapo login ndio ni menu utakayotokea kama hii nile nao niliyojadili. Kama huja login ulojadili, kwani tukoneshe kurasa zangu, au huja login tukoneshe ile waje. Kwa hizi zinaonekanika tu kwa wale watu ambao fanya nini, kwa watu ambao wame log in. Kwa hiyo kwa mtu ambaye sio log in, ambao labda guest, hizi video havitaonekanika. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo unatakiwa fanya nini, kuvijua katika kunena nini, kunena menu. Kwa kitu kile cha msingi kwamba kunena position. Kuna position na mbili katika website ya Joomla. Kuna position ya kwanza ni position ya website nzima, na position ya pili ni position ya component. Position ya website nzima kwa mfano kama hapa, hii component hapa, hizi hapa za hapa. Hizi ni sehemu za nini? Hizi no position za nini? Position za website. Na position za component ndani ya component yenyewe, kama hii ni sehemu ya kunena.
Katika kunena ndani sasa nao ina position yake. Kwa mfano kama hii sehemu, hii ni position. Unataka kuweka hii login, nimeweka hapa. Moja kwa moja hapa nenda andika kunena position, kunena module position. Kunena module position. Ukibonyeza ile itakupeleka moja kwa moja katika hii nani yao, katika wiki yao. Hii katika wiki wameandika position zote kulingana na nini, na version yao. Ndio kama hapa umeona hii profile box, kuna announcement. Ndio mimi kwa kama hapa tumetumia nini, hii tumetumia profile box hapa. Unaweza ukaona nataka mfano mzuri. Kunena simona hapa, kunena announcement. Tumetumia kunena announcement, ambapo hii ndio module position nini hapa, kunena announcement. Kunena bottom hapa, kunena bottom labda unataka ije itokee nini, itokee huko chini. Yani baada ya hii page ndio yao itakotokea. Hapa unataka kuweka matangazo fulani, umeona wote unaweza kufanya nini, unaweza kaweka huko nini, huko chini. Au kuna hii kunena baada topic. Mfano kama hii kunena message 1 bla bla bla. Hii inamaanisha kwamba baada ya topic ya kwanza ili ndio utafanya nini, hii ndio itakayotokea. Mfano mzuri kwamba kuna website moja hata hii nadhani wanayo au jamii kitu kama hiki hapa. Umeona? Yani kwamba baada topic ya kwanza pana tangazo. Sasa hii yote unaweza ukaseti wapi? Ukaseti hapa. Yani ukachukua hii kitu ndio ukaweka katika module position. Ambapo sasa unataka itokee labda baada ya nini? Baada ya nani ngapi? Baada ya message ngapi? Ukiweka moja itamtokea baada ya nini? Baada ya message moja. Ukiweka mbili itatokea baada ya message mbili, na kuendelea. Kwa hivyo basi hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo wewe unatakiwa kufanya nini? Kuvijua katika nini? Katika kunena. Kwa sababu tumeangalia leo sehemu ya ukurasa wa nyuma wa administrator. Jinsi gani utakapoweza kuadministrate nini? Utakaweza kuadministrate kunena. Nimeenda sehemu nyingine, nimeenda admin tool ambayo hii tutakuja kuongelea hii baadaye. Tunaangalia kunena admin tool hii sio kwa sasa. Mbona tumeangalia jinsi gani kunena ilivyo, tumeangalia wapi pa kuipata kunena, tumeangalia vitu vinavyopata kunena, tumeangalia jinsi gani unavyokuwa administrator kunena katika form, katika back end, katika front end, na tumeangalia jinsi gani unavyokuweka nani ranks, tumeangalia jinsi gani unaweza kupublish topic zako, kupublish category na vitu vingi kabisa. Kwa hiyo ni mategemeo tu kwamba sasa hivi utaweza wewe sasa kutengeneza form yako mzuri kabisa kwa kutumia kunena. Hivyo basi ni mategemeo yetu kwamba fundisho haya leo utakuwa na msaada wako mkubwa sana kwako wewe katika kutengeneza tovuti katika zinazotumia Joomla. Ikiwa na tatizo, swali, maoni, ushauri, usisite kuja katika kunena forum yetu. Yani ni kunena forum ya East Africa, Joomla East Africa. Naitwa Mkata Nyoni ndani ya Joomla East Africa.